asanteni sana kwa wale watu ambao wanatufuatilia pale kwa mitandao yetu ya Facebook na pia pale wale wanatuwatch wakiwa pale nyumbani kwao kwa manyumba zao. Asante sana. Naona watu wengi sana wametuma jumbe zao pale hivyo kwa Facebook. Emmanuel, I can see you. Michael Mtua, I can see you. Melka anasema hallelujah. Ako ndani ya mzee, natamani uangalie sound yangu kidogo. Milka, asante sana. Dolly Joy, wote wametune in, wote wako tayari kusikiza neno. Asante sana. Na tune in Josie. Josie Claire anasema tune in Minister Teddy, the show is more powerful, hope one day na mimi nitafika hapo. Amen. Tap the grace. Oh, hallelujah. Asante. Haya, tuko na mgeni ambaye ametutembelea siku ya leo na tunashukuru Mungu sana. Amekuwa rafiki wa nchi yetu pia. Acha niseme EBN peke yake ni rafiki, na amekuwa hapa Kenya for a while. So karibu sana mtumishi. Asante sana. Uko salama? Kabisa. You are looking great. Yeah. Unakaa Mkenya. Tayari unakaa Mkenya? Yeah. Umekula ugali? Kabisa. Tanzania kuna ugali? Huko umekula ugali na samaki? Ugali na samaki huko. Ulipikiwa kunde? Kunde. Kunde nilipikiwa. Unajua kunde? Kabisa. Aha. Kunde hata Tanzania ziko. Na mrenda? Mrenda huko Tanzania. Haiko Tanzania? Iko. Yeah. Huko ulikula? Yeah. Huko hapana. Huko wanafanya utoki biani kauja kula mrenda. Wewe unapenda chakula gani Kenya? Ambayo ulipikiwa ukasema hiyo akirudia tena mara ya pili. Kenya nimependa githeri. Sasa huyu achiaka vitu hivi. Vitu gani ite? Yeye ulipikiwa Mount Kenya ama? Huku nilipikiwa Murang'a, Kiambu, Meru. Sana Meru, Isiolo. Yeah. Asante sana. Karibu sana EBN TV. Asante sana. Mimi tayari nishakupenda. Ndio. Napenda vile unahubiri sana. Kuna mahali ulihubiri kuhusu Yusufu. Yeah. Iliniingia vizuri sana. Sitaisahau hiyo. Wajue kwamba kila kitu kinachofanyika maishani mwetu ili wajue Mungu yupo. Sio ndio ilikuwa message? Mungu anaishi. Yeah. Amen. Asante sana. Kwa hivyo nataka ujiintroduce, utuambie unaitwa nani, katokea wapi. Na pia anaweza kuwa ni mchungaji na kumbe hujaokoka. Unajua hii Kenya peke yake ndio tuko na vitu kama hizo. Unaweza kuwa mchungaji na hujaokoka. Kule msanii alisema kuna kumjua Mungu na kuna kujua tu Mungu yupo. Yeah, so karibu sana. Asante sana. Yes. Kwa majina naitwa Pastor Daniel Eliam Tishibi. Ni mchungaji natokea Tanzania. Ndio. Mahali panaitwa Lindi. Lindi kwa kule kwetu tuna wilaya na mikoa. Natokea wilaya ya Ruangwa. Niko na kanisa kule huko wilayani Ruangwa. Yes. Nimeanza huduma mwaka 2021 wakati wa corona. Wakati wa corona 2021 ndio nimeanza huko huduma. But nilikuwa mwanafunzi form 1 pia. 2021 ulikuwa form 1. Yeah. Ina maana kwamba umaliza last year. Nimaliza last year December. Na wewe ni mchungaji wa kanisa? Ni mchungaji kabisa wa kanisa. Ulikuwa unavaa kinyasa? Shuleni? Kinyasa Tanzania tunavaa tukiwa kaptura. Kaptura tunavaa tukiwa shule ya msingi. But secondary tunavaa ni trouser. Yeah. Nikuulize kuanzia tu hapo. Form 1 na wewe ni mchungaji wa kanisa. Ulikuwa na washirika? Yeah. Nilikuwa na washirika. Wanakuja kabisa. Uko na leadership? Yeah. Kabisa, niko na leadership na hata sahi wako wengine wanatutazama. Ngoja. Unajua hivi? Mimi nilimaliza shule kitambo. Nimejielewa 2023. Wewe uko form 1. Yeah. Uko tayari unachunga kanisa. Kabisa. Okay. Sasa siku hii ya leo kwanza kanisa linaitwaje? Kanisa linaitwa Ufufuo na Uzima. Yeah. Hapa Kenya kunayo? Hapa Kenya yapo. Yapo kama 20 kitu. Yeah. Basi hii ni kubwa. Yeah. Asante sana. Kitu moja nimependa na wewe ni unaona hapa Kenya ama hapa duniani napenda sana kuna hii kitu ambacho watu wanaangalia mtu
kama hajatamka kitu wewe ushatamka neno kumuhusu. Kuangalia nasema naambia moyo wangu huyo akiwa amebeba baraka zangu, huyo hawezi kuwa amebeba baraka zangu kulingana vile na kuona. Ndivyo kitu moja napenda na wewe ni ile Mungu ameka ndani yako. Ndio. Sio kilicho nje yako, lakini kilicho ndani yako ndio napenda sana. Kwa hivyo nataka nikupatie dakika zijazo 3, 4, 5. Umesikia vile nimehesabu? 3, 4, 5. Ndio. Topic yetu ya leo ni kuhusiana na ahadi za Mungu. Najua Mungu pia naye alikuwa na ahadi nawe. Kabisa. Sasa hii yako kwanza nitakuwa nakuuliza kitu kumalizia short. Nitakuwa nakuuliza hii nao ya kuwa mchungaji uliona ukiwa na miaka mingapi? Kwa sababu najua kuna Mkenya sasa hivi. Please, kama uko single, he just finished form 4 last year, please allow him do ministry. Sasa nataka nikupatie dakika zijazo unene na sisi. Ndio. Alafu turejee. Sawa sawa. Tunazungumzia ahadi za Mungu. Mungu ni Mungu wa ahadi. Mungu huaga anaishi au ni kwa sababu ya ahadi. Na wote wanaomtegemea Mungu wanaishi kwenye ahadi za Mungu. Ukisoma Biblia, kitabu cha Hesabu, Hesabu 23 mstari wa 19. Biblia inasema Mungu si mtu. Hata Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiriza. Huyu ni Balaki. Huyo ni Balaki wakiwa pamoja na Balaam. Wanataka wazuie wana wa Israeli wasiende nchi ya ahadi. Kwa hiyo mfalme amemuita Balaki, amemuita Balaam, anamwambia nilaanie hao watu ili wasiende. Unaona? Sasa kwa sababu Mungu ni Mungu wa ahadi, ikabidi amtumie yule mtu kuonyesha kwamba ahadi zake hakuna mtu anaweza zuia. Zile Mungu amepanga kwenye maisha ya watu au kwenye maisha ya mtu ni lazima zitimie. Hata asimame nani kwa ajili ya kuzuia, ni jambo haliwezekani. Kwa hiyo hata huyu aliitwa kwa ajili ya kulaani wana wa Israeli wasiende. Lakini kilichotokea, yule mchawi, yule mganga anasema Mungu si mtu. Unaona? Kwamba Mungu sio mtu aseme uongo. Amesema atawafikisha na atawafikisha hata mimi na uchawi wangu, pamoja na kwamba ni mzoefu. Lakini kwa hili haiwezekani. Kwa anasema wala si mwanadamu ajute. Kwamba hawezi kujuta kwamba hao watu nimewapangia waende wanakotakiwa kwenda, ila mwisho wa siku aanze kujuta kwamba kwa nini nilitaka wapite hii njia. Unaona? Kwa hiyo anasema si mwanadamu hata ajute. Iwapo amesema hata litenda. Kwa hiyo anamuuliza mfalme, hivi kama sio mwanadamu, iwapo amesema neno, itakuwa inawezekana kweli asilifanye? Kwa hiyo ahadi za Mungu ni lazima zitimie. Yaani ahadi za Mungu hakuna mtu anaweza zuia. Na ndio Biblia inasema Mungu akisema ndio, hakuna mtu akusema hapana. Mungu akisema nenda, ni unaenda. Hakuna mtu anaweza zuia au kuweka vizuizi ili usiweze kwenda. Nataka tujifunze, ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 1 mstari wa 20. Biblia inasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amini. Maana Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Kwamba ahadi za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Kwamba kila mtu aliyezaliwa na mwanamke, ipo kusudi la Mungu ambalo ameitiwa hapa duniani. Na kama kuna kusudi ambalo Mungu amekuitia hapa duniani, lazima kuna ahadi ambazo amekuahidi kwamba mwanangu, ili ufanikiwe ni lazima upite njia 1, 2, 3. Na ndio maana ukiona hata kwa habari ya Ibrahim ili aende akapate yale ambayo Mungu ameweka mbele yake, alitembea katika ahadi za Mungu. Unaona? Ibrahimu akamwambia Bwana, itabidi utoke kwenu, utoke kwa ndugu zako, uende kule kwenye ile nchi ambayo nakutuma uende hapo. Kupitia hapo wewe utakuwa pamoja na mkeo, utaitwa baba wa mataifa mengi. Wakati huo Ibrahimu hata hana mtoto, na Biblia inasema ana miaka 90 na mke wake ana miaka ya kutosha. Lakini cha kushangaza, ahadi ya Mungu ni kwamba Ibrahim, nenda
utakuwa baba wa mataifa mengi. Paka unashangaa sasa mzee, na kwa mzee haishangazi. Kwa mzee haishangazi. Ila kwa mama sasa ambaye huko anaita shosho au nyanya, amesha zeeka tayari. Biblia inasema kwamba ambaye kwa desturi ya wanawake tayari ameshafika mwisho. Desturi ya wanawake maana yake haiwezekani tena kwa yeye kupata mtoto. Ila ahadi ya Mungu ni kwamba Ibrahimu, nenda utakuwa baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo kitu ambacho nataka tujifunze hapa ni kwamba ahadi za Mungu ni za uhakika. Endapo tu Mungu amekuahidi kitu, ni lazima kile kitu kitatimia siku moja. Na ndio maana Ibrahim baada ya kutoka akaenda akakaa kule tena kipindi kirefu. Mungu akatuma malaika, wakaenda mpaka kwa Ibrahim. Wamfika kwa Ibrahim akamwambia, bwana mkeo yuko wapi? Baada ya kula na kunawa kila kitu, mkeo yuko wapi? Akasema mke wangu yuko hapa. Akamwambia, sasa sikiliza, mwakani majira kama haya mkeo atakuwa ananyonyesha. Ni swala ambalo Ibrahimu alishaahidiwa, ila tayari amekata tamaa. Na ndio maana ilifika kipindi mkeo akamwambia, Ibrahimu, ni sawa tuliahidiwa, lakini inawezekana isiwe ni kwa njia hii ya mimi mkeo. Tafuta kijakazi wangu nakupa mimi. Zaa naye. Unaona? Zaa naye. Lakini ahadi ya Mungu bado iko pale pale. Pamoja na Ibrahimu kuzaa na yule kijakazi, akapata mtoto ambaye ni Ishmaili. Unaona? Ila Biblia inasema pamoja na kwamba ni mtoto ni sawa. Ibrahimu anataka mtoto na mkeo anataka mtoto, ila huyu uliyepata si wa ahadi. Unaona? Si wa ahadi. Kwa hiyo kuna mafanikio unaweza ukayapata yenyewe sio ya ahadi. Unaona? Kwamba issue sio kufanikiwa. Issue ni umefanikiwa kwa njia gani? Umefanikiwa kwa neno lipi? Umefanikiwa kwa namna gani? Je, kufanikiwa kwako ni ile ahadi ambayo Mungu ametaka ufanikiwe, kwa hiyo ndio mafanikio ulionayo, au ni yale mashauri ya watu? Ujue kwenye maisha kuna kushauriwa na kuna yale ambayo Mungu amepanga kwenye maisha yako. Na ndio maana kama Mungu akisema na wewe, si vizuri kila mtu uanze kumuuliza, hivi hii Mungu ameniambia inawezekana kweli? Kwa sababu kama Ibrahimu sasa angeanza kuzunguka na kutafuta namna ya kusaidika kwa watu, kwamba aulize hivi haya Mungu amesema ni kweli, unaona, ni watu wangemkatisha tamaa. Wangemwambia mkeo kwa desturi ya wanawake tayari ameshapitiliza, tayari hawezi tena. Ila malaika wakamwambia, mwakani majira kama haya mkeo atanyonyesha. Unaona? Mkewe akacheka moyoni mwake. Biblia inasema alicheka moyoni mwake. Malaika wakamuuliza Ibrahimu, wakamwambia, mbona mkeo anacheka? Unaona? Isara akasema, bwana mimi sijacheka. Sijacheka kabisa. Kwa hiyo unakuja kushangaa kwamba malaika wakaondoka zao, wakaenda zao. Ila Biblia inasema wakamrudia tena. Wamemrudia tena, wamemkuta tayari Sara ananyonyesha. Tayari ahadi ya Mungu imeshatimia. Unaona? Sasa unakuta Ibrahimu tayari ana watoto wawili. Ila kuna wa ahadi na kuna ambaye si wa ahadi. Si kwamba ni mbaya, na yeye inawezekana amezaliwa kwa makusudi yake. Na ndio maana na yeye akatolewa, akapelekwa mahali anatakiwa akae. Ila yule wa ahadi anatembea kwenye ahadi. Yule wa ahadi ndio ambaye anatakiwa Ibrahimu sasa ili awe na mataifa mengi. Si huyu Ishmaili, ni huyu wa ahadi. Na ndio maana Ibrahimu akamwambia, sasa wewe utakuwa baba wa mataifa mengi. Baada ya kupata yule, akajua tayari ahadi ya Mungu imeshakamilika. Unaona? Kwa hiyo kwenye maisha kuna ahadi ya Mungu, lakini pia kuna mazingira. Kuna yale mazingira yanatuzunguka. Unaona? Kitu kikubwa ambacho nataka mtu ajifunze ni kwamba mwisho wa kila mtu ulishaamuliwa tangu mwanzo. Mwisho wa kila mtu. Ili mradi umezaliwa na uko hapa ulimwenguni, haujaja bure. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako tayari nilishakutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Unaona? Kwa hiyo mwisho wa Yeremia ulishaamuriwa tangu yuko kwenye tumbo la mama yake. Yani tayari Yeremia ashajulikana atakuwa nani, atatembea kwenye njia gani, ataishi maisha gani. Tayari ni nabii wa mataifa, ila yuko kwenye tumbo la mama yake. Unaona? Na ndio maana ukija baadaye utaona
utaona huyu Isaka mke wa Isaka, Rebeka, yuko na ujauzito. Biblia inasema ujauzito ukamsumbua, akaenda kumuuliza Mungu. Unaona nini kinaendelea? Mungu akamwambia, sikiliza Rebeka, mataifa mawili yako tumboni mwako yanashindana, ambaye ni Yakobo pamoja na Esau. Sasa unakuja kufikiria, ina maana Esau pamoja na Yakobo tayari wameshakuwa mataifa. Biblia ina Mungu anamwambia haya ni mataifa mawili tayari yako tumboni mwako yanashindana. Manake mwisho wa hawa watoto toka tumboni tayari Mungu alishauamua kwamba huyu mkubwa atamtumikia mdogo. Tayari ina maana tayari mwisho ulishaamuliwa. Ahadi ya Mungu huaga inatimia kwa wakati wake, na Mungu ana majira, ni Mungu wa majira na nyakati. Na ndio maana Biblia inasema kila jambo na wakati wake, wakati wa kulia, wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza, wakati wa kufurahi, wakati wa amani, wakati wa vita, kila jambo na wakati wake. Kwa hiyo mtu anaweza akafikiria nini kinaendelea kwenye maisha yake, yes. Ila kikubwa ni ahadi za Mungu. Uangalie kile Mungu ameweka juu ya maisha yako. We, amina. Yeah. Hey. Purity ameinua mikono anasema, huku fire. Victoria Sami anasema, mwisho wangu umeamuliwa na Bwana, si hofu kamwe tena. Amen sana. Mwingine anasema, watching from Kitui Central, asante. Form 1 mahali nilikuwa, wacha tu. Form 1 hata sijui lakini ndio nilikuwa naokoka mimi. Na kuelewa sana mtumishi wa Mungu, ninalo kusudi duniani. That is Irene. Asante. Ahadi zake Mungu kwetu ni ndio na amina. Amen sana. Milka. Nani mwingine hapa? Nani mwingine hapa? Imenipotea. Sawa nitakuwa naziangalia tu kabisa. Labda kuna yule ambaye kwa mfano ama kuna uwezekano kwamba mtu alikuwa ameahidiwa na Mungu kitu fulani, na kupata ile kitu, labda kunakuwa na kuchanganyikiwa kama ni ndio ama si ndio, kwa sababu umesema kwamba kuna wakati mwingine mtu anapata kitu na ajui kama ni njia ya Mungu ama njia ya mkato. Unajua huwezi jua kama umepata in the right way because you wanted maybe kitu fulani kwa haraka. So kuna wale watu ambao wamepokea baraka zao lakini hawaelewi kama ni ya Mungu au si ya Mungu. Ili iwe rahisi mtu kujua kwamba hii ni sauti ya Bwana ama hizi ni baraka za Bwana, ndizo zimenikujia, nitajua vipi ama itakuwa aje ndio ili niwe rahisi kuelewa? Kwa sababu kuna watu wengi wetu ambao ni wageni kwenye wokovu, ambao hawajakaa sana. Yes. Okay. Sasa kitu kikubwa ambacho mtu anatakiwa ajifunze ni kwamba ukitaka baraka au muujiza kwa Mungu ni lazima kungangania. Ukitaka muujiza mkubwa kwa Mungu, yes, ni lazima kungangania. Na kingine ni kwamba Mungu anainua watu hatua kwa hatua. Huwezi ukatolewa direct kutoka chini kabisa ukapelekwa moja kwa moja, hapana. Yes. Mungu anakuinua hatua ya kwanza, anakuona umefiti hapo, yes, anakuvusha hatua ya pili, anakuona na yenyewe, yes, akiona hapo bado itabidi atengeneze namna ya kukufundisha. Ila lengo kubwa ni ili uzifikirie zile ahadi. Unaona? Lazima uzifikirie. Na ndio maana utaona hata Musa. Yes. Musa ili aende awaokoe wana wa Israeli kutoka utumwani Misri, ilitakiwa aingie jangwani miaka 40. Aingie jangwani miaka 40. Anaongea na Mungu kwanza. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu kuna njia lazima Mungu akupitishe. Ili hata ukifika mahali, yes, useme hakika Bwana amekuwa pamoja na mimi. Labda mtumishi, sababu umesema hapo kwa Musa, ni Musa kutumwa jangwani miaka 40. Sasa hivi Wakristo wengi sana hapa duniani, labda njia moja tu ya kumkaribia Mungu sana inakuwa unafanya prayer and fasting, ile kwenda maombi, unafunga, kufunga na kuomba. Sorry. Na inachukua muda kidogo. Watu wakati mwingi sana wanasema kwamba labda kufunga kule inachukua muda sana, labda kunaweza kuwa na njia rahisi. Je, mtu akienda kufunga,
tuseme ulisikia sauti imesema kwamba uende ufunge kwa labda siku 40. Nawe ukaenda ukafunga, lakini kufika kwa njia ukachoka. Kuna wengine tunaenda kama Teddy, kuna wakati mmoja nikianza nikiwa nimeokoka kaenda maombi mahali huku Kambani. Nilikuwa nimeenda siku 7. Mtumishi siku ya pili niliamka nasikia njaa sana. Njaa ilikuwa imenipeleka sana. Nilikuwa niko mgeni bado kwa wokovu. So unapata kwamba watu wakienda kufunga ama kuomba na kufunga hawawezi kufikisha zile siku ambazo zinahitajika, na labda ilikuwa ukimaliza unapatana na lile jambo ambalo Mungu alikuwa amekusudia. Ndio. Okay, jambo la kwanza mtu anatakiwa ajue kwamba kwenye safari yoyote ya mafanikio lazima kuna kuwa na vikwazo. Unaona? Lakini pia kwenye haya maisha tulionayo kuna kitu kinaitwa adui wa njiani. Kuna kitu inaitwa adui wa njiani. Ukiwa unaenda kwenye mafanikio, kama hujamshinda huyo, hata kama upange useme mimi kuanzia sasa hivi nataka niwe na hudhuria ibada zote, kuanzia sasa hivi nataka nianze kufunga mara 3 kwa wiki, unaona, itafika wakati lazima kuna vikwazo, kwa sababu shetani pia hapendi ufanikiwe kwa njia ya Mungu. Shetani anataka kuaminishe kwamba kuna mambo kwa Mungu yanawezekana, kuna mambo hayawezekani. Ila Biblia inasema kwa Mungu yote yanawezekana. Amen. Asante sana. Labda tu kuna mtu ananicheka pale kwa comments anasema next weka maji ya kukunywa hapo. Ni sawa. Nini wangu amesikia, mpiga picha wangu amesikia, unihudumia haraka. Asante sana. Labda tu nataka niulize hili mtumishi, sababu umetubariki sana na umegusa mioyo za watu, naona pale kwa comments sana. Vile ambavyo unahubiri kanisani, umaipatana na changamoto kama mhubiri? Unahubiri kwa sababu bado upo mdogo, kwa umri upo mdogo, lakini kiroho level ni nyingine. Umaipatana na changamoto wewe? Okay, changamoto ziko. Changamoto ziko. Yes. Lakini ni za kawaida. Moja ambayo tu mtu alifanya ama uliona na ikakuwa ni karibu ikukwaze, kwa sababu umesema hata kwa safari ya njiani lazima ukue na vikwazo. Okay. Vikwazo vinakuepo. But siwezi kumbuka vizuri. Ndio. Ila kabla ya kuingia kwenye huduma, ndio hiyo ndio nilikutana na kitu ambacho kwa namna moja au nyingine kingenirudisha na nisingeenda kwenye huduma. Nilikutana mtu akaniambia, bwana, hiyo kitu unafikiria haiwezekani. Vile umeleta ndio inanishangaza. Ati bwana, hiyo kitu hiyo kitu haiwezekani. Haiwezekani. Akaniambia ingekuwa unachofikiria, ingekuwa uko angalau umemaliza form 4, ndio tungesema nenda kwenye huduma. Lakini hata ndio kwanza unaingia form 1. Akasema na mimi naijua shule. Hapana, akasema sikutii moyo. Ashaona mbele ya future yako. Akasema sikutii moyo. Hautaweza. Kuna wengine watakutia moyo, ila mimi sikutii moyo. Nakwambia ukweli. Hautaweza. Unaona, ila mimi nikamwambia Mungu sasa. Nikamwambia hiyo ni kweli, hata mimi nikifikiria siwezi. Hata mimi nikifikiria vizuri sitaweza, ila kwa Mungu yote mawazo ya Mungu yanawezekana. Mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo ya wanadamu. Vile wanadamu wanawaza ni tofauti na Mungu anavyotuwazia. Amen. Haya, umekuja Kenya kwa sababu nafikiria umemaliza mwaka uliopita. Umekuja Kenya ndio mwaka pia umeanza. Kenya umekuja evangelism ama ulikuja kutembelea ma branch pia? Okay. Kenya si mara ya kwanza. Ni mara ya pili. Mwaka 2023 ilifika. Nilimaliza tu mtihani wa mwezi wa 12 wa kutoka form 3 kwenda form 4. Ikabidi nije. Nilikuja nikazunguka sana. Nilizunguka kwenye makanisa yetu. Nilialikwa na bishop. Kwa hiyo ni awamu ya pili. Nimekuja kwa sana ni kwa ajili ya kushawishi pia vijana kwenye makanisa
DJ Show nimeona ametabasamu, inamaanisha kwamba amepokea hiyo ujumbe. Yeah. Amekuwa challenged. labda kuna mtu, unajua kuna mtu anaweza kuwa haamini. Haamini kwamba kweli ulimaliza form 4 last year. Na labda kwa natazama pale, unaweza tuambie uko miaka ngapi sasa? Okay. Ama hiyo ni vizuri tu, niko na 20 sai. 20. Yeah. Brother, na una chambua Biblia bwana, ni kama chakula. 20. Yeah. Unaona ukiwa wapi miaka 3 ijazo kiroho? Kwa sababu sijui zinaweza sema kiroho ama aje, kwa sababu wewe ushaitwa wewe. Okay, miaka mengine ya mbele baadaye ni kuendelea tu kumuomba Mungu yale aliyopanga kwa ajili yangu, kwa sababu sijapanga na hata mara ya kwanza sikuwa nafikiria kuwa mchungaji kwa sababu mazingira ya uchungaji. Hiyo ulikuwa miaka ngapi ukifikiria hivyo sasa? Tuseme sasa kwa mfano. Okay. Miaka 3 sababu sasa hapana, ujue pia ni pamoja na malezi. Yes. Mimi nimezaliwa nikiwa Muislamu. Yeah, nimezaliwa nikiwa Muislamu na tulitoka Uislamu tukaingia kwenye kanisa moja ya Sabato. Sabato wa Adventista wa Sabato. Ni SDA. Ni SDA huko Okay. Tukaingia huko mwaka 2000 kama ni 2010. Ndio. 2010 au 2011. Yes. Kwa hiyo baada ya hapo tukatoka. Yes. Tukaingia sasa ufufuo na uzima mwaka 2014. Kwa hiyo baada ya hapo tulipoingia ufufuo na uzima, dadi yangu akaenda kusoma uchungaji. Yeah. Basi wewe umelima. Kwa hiyo ameenda kusoma uchungaji, ikawa nasimamia biashara yake. Ndio. Kwa hiyo nasimamia biashara yake, alikuwa na kama ni kaduka hivi. Kwa hiyo nampa pesa ya masomo hivyo. Kwa hiyo nikaona vile process ya mpaka kuwa mchungaji. Tukatoka akamaliza, tukaenda kuanza huduma. Ameanza huduma, tuko na yeye. Amen. Unaona, ilibidi nisimame shule mwaka mmoja. Sasa hivi ingekuwa nishamaliza kitambo sana. Yeah. Kwa hiyo ikabidi sasa tumeenda na yeye, tukaona ile namna ya kuanza huduma ilivyokuwa ngumu na watu hawakuelewi. Unaona? Maisha hayaeleweki. Ndio. Kwa nikapiga mahesabu nikasema kati ya kazi siwezi fanya kwenye maisha yangu ni uchungaji. Mtumishi, tukimalizia tu. Yeah. Umailetewa shida uombe? Shida? Mtu ana shida. Unajua kanisani kuna deliverance, kuna kuombea mtu. Yeah. Shida lazima uletewe, tena nyingi. Zingine za kuzidi hata ile umri wako. Yeah. Unakuta mtu unaletewa shida ya ndoa ya mtu na wewe uko 20. Unaletewa shida ya mtu na uko form 2. Shida ya ndoa ya mtu. Anakuambia ujue ombea DJ Show after this. Yeah, unaletewa shida lakini neema ambayo umebeba ndio inakuongoza wewe. Kabisa, inaniongoza na kwa sababu pia niko na viongozi na ahadi iliyo ndani yako ndio inafanya kazi. Yeah. Kwa hiyo kwa sababu pia niko na viongozi, unakuta unamchukua mzee mmoja na hekima, unamwambia hebu kaa hapa tuwasikilize hao. Hebu kaa tuwasikilize hao. DJ Show. Tutaenda kutembelea watu tu evangelize. Tumalizie show hapo. Siwezi endelea. Asanteni sana kwa kutizama. Niletee shida ya ndoa na sijaoa. Alijaribu. Shetani atemanga imani yanje. Wewe. Asante sana. Mtumishi, tukimalizia tu sekunde dakika moja. Nataka uzungumze na mtu, mtie moyo. Yeah. Mimi sijui. Okay, mnataka utie mtu moyo, ndio, alafu utuombe. Sawa. Tuombe tukimaliza. Hususan kwanza ni Tuesday yetu ya kwanza ya mwezi. Kwa hivyo nitoka Mungu atembee na sisi kwa ahadi zake hii mwezi. Sawa. Asante, karibu. Okay. Cha kwanza nataka nikutie moyo ambayo unatutazama kwamba ipo ahadi ambayo Mungu ameweka ndani yako. Lakini ili kuzifikiria ahadi za Mungu zote, kuna mambo lazima yawe kama desturi kwako. Uwe umeokoka, ni lazima hayo mambo yawe desturi kwako. Jambo la kwanza, uwe mtu wa kuomba.
lakini jambo la pili uwe mtu wa kufunga, jambo la tatu uwe mtu wa kumtolea Mungu, yani uwe mwaminifu kwa Mungu ili Mungu azitimize ahadi zake kwenye maisha yako. Kwa sababu ukienda kwa watu wengine ambao wanaamini miungu mingine, kuna mambo kwao ni desturi. Kwa hiyo na wewe kama unamwamini Mungu, usiingie mguu mmoja ndani mguu mmoja nje, hapana. Weka miguu yako yote, muamini Mungu, fanya maisha yako ya wokovu vitu hivi vitatu viwe desturi kwenye maisha yako. Uwe mtu wa kuomba, uwe mtu wa kufunga sana, uwe mtu wa kumtolea Mungu. Hiyo ahadi ambayo Mungu ameweka juu ya maisha yako ni lazima itatimia kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa hiyo hebu tuombe. Baba Mungu, ni katika jina lako takatifu, jina lenye nguvu na uweza, jina lipitalo kila jina, jina lipitalo fahamu za wanadamu. Ninaomba neema yako ikamtoshe yule mtu anayetutazama katika jina la Yesu Kristo, mahali popote alipo ulimwenguni, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana Yesu ukamtie nguvu ya ile safari ya kule anakoelekea, ukamtie nguvu. Endapo alianguka, yamkini alianguka, Bwana Yesu, Biblia inasema mwenye haki ajapoanguka atasimama tena. Ninaomba akasimame na kuyaona yale uliyomwahidi na kuiona ile kesho yake uliyoweka mbele yake, katika jina la Yesu Kristo Nazareti ile hai. Ninashindana na kila vifungo vya kuzimu alivyofungwa mtu mahali, kwa jina la Yesu Kristo. Vifungo vya magonjwa, vifungo vya laana, vifungo vya mikosi, vifungo vya umaskini, vifungo vya kukataliwa, ninavivunja katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, kila silaha itakaofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Leo ninaamuru kila silaha zilizoinuka juu ya mwezi huu wa 3 juu ya maisha ya mtu, ninaamuru zikavunjike, zikateketee katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Na kuanzia leo ninaamuru hatima njema ya Mungu ikatimilike kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo, na yale yote Mungu amepanga kwenye maisha yako yakatimilike katika jina la Yesu Kristo. Njia ikafunguke, njia ya baraka, njia ya kuinuliwa kwa damu ya mwanakondoo na kwa moto Roho Mtakatifu. Ninaachilia baraka, ninaachilia uzima, ninaachilia uponyaji juu ya mtu mahali popote alipo. Ubarikiwe mjini, ubarikiwe mashambani, ubarikiwe ingiapo, ubarikiwe utokapo. Baraka ya Bwana yenye kutajirisha, ambayo haina huzuni ndani yake, iwe juu ya maisha yako katika jina lenye nguvu na mamlaka la Yesu Kristo. Ninaomba na kuamini kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Haya basi, nikisoma comments kicheko nitacheka, sitaki. So mtumishi, wanakupata wapi kwa YouTube? Okay. Jina gani? YouTube unapatikana kwa Pastor Daniel Elia Mtishibi. Imeandikwa pale chini. Sitaki kuangalia. Nitaandika. Tuonane Thursday. Please, mtumishi Pastor Julius, tunaomba arudi Thursday tumalize wiki na yeye, sababu hii ni ya baraka sana. Amen. Otherwise, bye. Amen. Mawazo ya moyo